Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka kufanya nini sawa sawa na mpango wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, nikwambie, utakapokuwa huna maono, utakuwa inafikia wakati unakosa hata cha kuombea. Huna maono. Bwana Yesu asifiwe. Huna picha ya mbele, huna kile unachokihitaji Mungu akufanyie mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamliwa, inafanya haraka ili kuwafikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Bwana Yesu asifiwe. Yani kuna namna unaweza ukaona kama inakawia, ingoje, usikate tamaa, lakini Mungu anakuhakikishia haitakawia, itakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni mpendwa ya kufanikiwa ni kufata kanuni ya Bwana ya kuwa na maono katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kama mtu yule ambaye akiulizwa unaenda wapi, anasema naenda popote. Ukikutana na mtu wa namna hiyo, fikiria uko kwenye gari, kondakta anakuuliza unaenda wapi, badala ya kusema unapoenda ili ulipe nauli utakapofika ushushwe, wewe unasema naenda popote. Moja kwa moja kondakta atajua huyu mtu kwenye kichwa chake hayuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inafikia wakati wapendwa, kwa kutohitaji kujua njia za Bwana, tunaishi kwa kwenda popote. Anaenda popote hawezi kufika. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na sehemu tunapoenda. Tuangalie katika kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 1. Maandiko yanasema, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi utoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na maandalio ya moyo, yani moyo wako lazima uandae kitu ambacho Bwana atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaweza ukaona mtu anakosa cha kumwambia Mungu, hajaandaa kitu na kuaminia kwamba Mungu atamfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa huna maono, nenda hata mbele za Bwana. Nenda hata mbele za Bwana ukimuomba Bwana akupe maono. Bwana Yesu asifiwe. Muombe Bwana akupe maono. Ikiwa huna maono, muombe Bwana akupe maono ambayo ni sawa sawa na kile ambacho Bwana alikuumba ukakitimize. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukuumba pasipokuwa na kazi ya kufanya ya kutukuza ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika Mithali sura ya 21 mstari wa 31, maandiko yanasema, farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yani wewe kazi yako ni kuandaa vifaa vya vita, lakini anayeleta ushindi ni nani? Ni Bwana. Maana yake hata kama wewe umefungwa na ibilisi, Bwana Yesu asifiwe, jiandae kuomba, jiandae kuandaa silaha, jiandae kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuwa umefanya haya yanayotakiwa, tegemea ushindi anafanya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Wafilipi, soma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Kiangalia katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Maandiko yanasema, msijisumbue kwa neno lolote,
bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kusali na kufanyaje? Na kuomba haja zenu na zijulikane kwa nani? Kwa Mungu. Sasa mpendwa, wapendwa wengi huwa wanafeli. Wapendwa wengi huwa wanashindwa kuelewa huu mstari kwa sababu wanasoma robo mstari. Mtu anasema sitakiwi kupanga chochote. Sitakiwi kupanga chochote kwa sababu Mungu anaijua kesho. Bwana Yesu asifiwe. Tena anaongeza na Mathayo 6. Bwana Yesu asifiwe. Tazame hii Mathayo 6 inasemaje? 6:34. Unaweza kuanzia 33 pale. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika Mathayo 6 sura ya 33 hadi 34, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena ili akae vizuri, anaanza na hiyo yenyewe 34. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Baada ya kusoma hayo, anajidanganya kwamba atakiwi kuwa na maono, atakiwi kuwa na mipango. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kutokuelewa neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, ni yupi kati yenu ambaye anaweza kujenga mnara pasipo kuhesabu gharama? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kawaida kwa mwanadamu kuweza kuweka mipango ya kutekeleza kile ambacho kiko sawasawa na maono yake. Alafu baada ya hapo sasa ndipo unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anafanya. Na wakati mwingine mpendwa, unapokuwa unaomba, hapo ndio inafikia ule wakati sasa wa kutokujisumbua, unakaa kwa kusubiri majibu. Bwana Yesu asifiwe. Majibu yanayokuja huwa ni nini unatakiwa ufanye ili kutekeleza kile unachotakiwa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewana vizuri hapo. Hii imekuwa ikiwaferisha hata wanafunzi wengi mashuleni. Wanafunzi wengi mashuleni anaomba na kulala. Hataki kuyasumbukia ya kesho. Hataki kujisumbua kwa lolote. Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Mungu atakachokifanya, akisema na wewe, atakwambia soma, panga ratiba yako vizuri, achana na mambo mengine, uwe na vipaumbele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana wapendwa katika maisha haya, na hicho kitu ni nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi. Ndio maana sasa unakuja kugundua pale katika Mithali 29 sura ya 18, maandiko yanasema pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikae sheria. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na maono, kuna vitu utajizuia. Hiki sikifanyi kulingana na maono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mwanafunzi, atasema sasa hivi sitaki kujihusisha na mapenzi, yataniharibia masomo. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa wewe una maono yako, huwezi kuanza kufanya mambo yasiyo katika maono yako. Hapa kwa wasio na maono ndio utakuta mtu akienda sokoni ananunua chochote maada mtu ana hela mfukoni. Maana yake kabla ya kuwa na hizo pesa, au alikuwa anatafuta hizo pesa akiwa ana mpango wa kuzitumia katika kitu mahususi. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa unatafuta pesa kwa ajili ya kuzitumia kwenye kitu mahususi, uweze ukazitumia kwa jambo lolote. Utashika sheria. Maana yake nidhamu inakuwekea mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Nidhamu inakuwekea sheria.
Ndio maana hata Mungu ili tufanikiwe ametuwekea mipaka, sheria, akijua kwamba unapofanya hili. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ulishawahi kujiuliza kwamba kila sheria ya Mungu huwa inakuwa ukiivunja unaanza kuona unaanza kupotea katika kufanikiwa kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana uwezi ukakuta mtu amevunja sheria za Mungu alafu akafanikiwa. Yaani hata kama ana mali nyingi hajafanikiwa, hizo ni mali tu, lakini sio tajiri. Unaposikia Mungu akisema habari za tajiri, anamaanisha mtu asiye na uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uhitaji wake mkubwa ni kiu ya kuzidi kumjua Mungu. Ndio uhitaji wake mkubwa. Ni kuzidi kumtafuta Mungu. Ndio utakuwa uhitaji wake mkubwa. Lakini utakuta ukapata mali katika njia za dunia, hofu ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Urali, kwa sababu unahisi umezipata kwa ajili ya akili yako. Kwa hiyo unasumbua sana akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama zimetokana na Mungu, ni Mungu alikuelekeza fanya hivi ukazipata, unakaa unasubiria unaomba, ndio kusubiria kwenyewe. Mungu unasema nini sasa tena? Chochote kinachokuwa kinatokea ni wewe ni kumuomba Mungu, ni kumuuliza Mungu ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Na anakuelekeza unafanya na kufanya. Tunaona Musa alipokuwa anawapeleka wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, anakutana na Baali. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kupata hofu. Mungu anamwambia usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hakutakiwa kupata hofu, alitakiwa kumuuliza Mungu, sasa nimefika sehemu naona kuna Baali, hii siwezi kuvuka kwa akili zangu, nafanyaje? Mungu angemwambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akampa maelekezo, piga fimbo yako katika Baali na itafunguka uweze kutembea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ni umekwama wapi? Umekwama wapi katika maono yako? Mwambie Mungu nini unachotakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Usiishi bila kitu unachokitazama mbele. Usiishi bila kitu unachokitazama mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inatakiwa ifikie wakati tunakutana hata katika mazungumzo ya kawaida na kuuliza, jana wangu Mpandu una maono gani? Unaniambia maono yangu ni haya. Hata mimi napata cha kukuombea. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa una maono, hata mimi mchungaji sitakuwa na cha kukuombea. Maana yake nitajua Mungu ameshakutimizia kila unachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi nitakuwa namshukuru Mungu na kumwambia Mungu, nashukuru kwa sababu wale watu ambao umenipa tuweze kula na kunywa mezani pako, kuwafundisha njia zako, wako vizuri. Kwa hiyo Mungu ninashukuru. Neema zako ziendelee kuwa namna hiyo na zaidi. Lakini ukisema na zaidi, Mungu anaanza kuangalia, kwani wao wanataka na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Maono yao hayapo. Mungu anashindwa afanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana utatazama Mungu inafikia wakati anasema tumuagize, tuojiane naye. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake yeye hana shida. Pale unapokuwa umekaa mtumishi wake katika utaratibu wake, Mungu anahitaji umwambie na yeye anafanya. Unapokaa kimya, maana yake umeridhika na hali ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuwa na maono wapendwa. Tunapaswa kuwa na maono. Na yasiwe kidogo. Yasiwe kidogo unaweza kufanya kwa nguvu zako, kwa sababu Mungu siku zote anahitaji kutukuzwa. Ikiwa ni jambo ambalo unaweza kufanya kwa nguvu zako, Mungu hataona sababu ya kuingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa, sijui kama umepata kitu katika hiki ambacho tunajifunza. Na hizo kwa ujumla mpendwa ni baadhi ya njia za Bwana katika kutufikisha kwenye hatima yetu. Hizo ni moja ya njia.